Hii ni change, ni ugonjwa. Yani hiyo black color ni ugonjwa. Ni ugonjwa ambao kiumbe kinabadilika kutoka kwenye rangi halisi kiliyokuwa nayo kinakuwa cheusi, wala sio issue za melanin. That's why during birth kwamba mtoto anazaliwa akiwa na rangi yake na nywele zake. Angalia au Afrika mnawasema anapokuwa amezaliwa, anazaliwa akiwa na rangi yake ambayo ni tunaita kwa leo hii nyeupe, nyeupe kuwakilisha kwamba mtu yule ni mweupe. Lakini pia anazaliwa akiwa na nywele laini za kujikunja kunja au za kulala, yani laini za kuteleza. Lakini as day goes anakumbwa na mabadiliko ya hizo nywele pamoja na rangi inabadilika. That's the disease. Anakuwa ameugua. Na ukisema sasa kwa hiyo unamaanisha Waafrika wote wameugua? Hapana, nimeshasema kwamba wako Waafrika ambao ni weupe kuliko hata wazungu. Kwa hiyo mimi siongei kuhusu Waafrika, naongea kuhusu wagonjwa ambao wameugua hiyo mnayoita kwamba ni weusi. Na ukitaka kuelewa kwamba huo weusi, rangi ya weusi hiyo mnayoita rangi nyeusi ni ugonjwa, it can be treated. Yani kwamba ziko dawa ambazo unaweza kutumia ukatoa hiyo hali katika mwili wako. Hiyo hali ambayo unaiona wewe ni nyeusi, ziko dawa unaweza kutumia hiyo hali katoka. Kama weusi ungekuwa ni rangi yako, basi hakuna kemikali ambayo ungeweza kutumia na ikaondoa weusi huo katika mwili wako. Kama ilivyo kwa mtu mweupe, hamna kemikali ambayo anaweza kutumia ikautoa weupe wake, haipo, kwa sababu ile ni rangi yake. That's number one. Lakini hizo nywele za namna hiyo ambazo zimekumbwa na huo ugonjwa ambao ni black disease, zikawa ngumu kipilipili sijui nini, ziko kemikali ambazo ukitumia nywele hizo zinarudi kuwa kama zilivyokuwa mwanzoni. Na hapa nafikiri kila mmoja ni shuhuda. Unaweza ukazigeuza nywele zako kuwa katika mfumo wote unaotaka wewe. Lakini hakuna kemikali ambayo inaweza convert nywele mfano za mtu mweupe kwenda kuwa nywele za kipilipili. Haupo.